binadamu. Unapata kwamba kuna wale kulingana na kazi unafanya ama place huko wanakuonea manze huyu jamaa ako sawa. Naongelelea kuhusu warembo. Kuna wale warembo ama client hata yule mwenye umemfanyia kazi and then anakuja kwa njia mkato, anataka maybe kitu kama kimapenzi hivi, vitu kama hizo. My experience challenge kama hiyo. Manzi unaniweka kwa spotlight. Ni kama iko mingi. Unaniweka kwa spotlight. Viewers discretion. Anyway, kila job inakuwa na challenge yake. Hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo. I'm Theo, and today I have mkurugenzi mkuu here, ni MC anaitwa Meso, na tunataka kusikia story zake. UMC nampeleka vipi? Kidogo kidogo tulimsikia ako kwa radio. Saizi acha tuelezee story ya radio ya MC yote inakuangaje. Lakini kabla hiyo tujue kwanza, tusikie sauti yake na tujue Meso ni nani. Mambo vipi? Hapo sana manze, niko fiti, niko fresh, the Duke of Mawanga. The Duke of Mawanga. Fresh barida. Manze. Yes. Life inakupeleka. Life iko poa. Nashukuru Mungu manze for the grace and opportunity and blessings ambayo bado anazidi kunimiminia. Okay. Yes manze. Sawa sawa. Yes. So tuanze, Meso ni nani? Meso ni jamaa fulani hapo. Actually official names ni Meso Dennis. Watu wengi wajuagi Meso. Dennis sijui. Official name by the way. Meso is an official name. Yes. Mimi ni mkaaji wa Nakuru, sana sana Mawanga. Watu wako pale kwa mtandao wananiita the Duke of Mawanga. And I'm a Kenyan. What else? I'm a Kenyan, ulizaliwa Nakuru. Mimi tulikuja huku kitambo, but kitambo sana manze. By 1989 we moved in Nakuru. 89. So hizi mabuildings zote ambayo unaziona uliziona as in yes. Umeona? So watu wengi kama wewe sisi ni watu wa juzi. Watu wa juzi sasa ni kufanyie tour. Yeah. Okay. So Love of Theo fans tutachapa tour na Meso siku moja. Kabisa. Ni watembeze Nakuru mzima. Yeah. Okay, that's nice. So tuanze kabisa mwanzo, tuanze story na usanii ama UMC. UMC inapelekaje? UMC iko poa. Hiyo ndio kwanza nashukuru, ndio kitu ambayo inanilea, ndio inanifungulia opportunities. Actually MC ni tricky sana. Ni tricky. Okay, kila mtu ataweza ongea. But not everyone can be an MC. Yeah, kuko na structure yake. Umeona, like kuko na so many things ambayo zinaangaliwa, but kazi ya UMC it's just like any other. It's actually, to me, wanasema it's the easiest job. Yes. So let's say maybe kuna training fulani unaenda shule kusomea UMC? Nowadays kumekuwa na hizo classes za public speaking, but first of all inafai kuwe ni passion, ni talent, alafu from there sasa ndo unaanza kujigroom pole pole. Yes, kujigroom pole pole. Yeah. So tuseme baadhi ya changamoto zenye umezipitia katika hiyo story ya UMC. Hey, ni mingi. First of all, some clients wanakurusha do. Umeagana na MC, unaenda unamfanyia job nini. Maybe alikuwa ameweka depot, alafu kulingana na venye mlikuwa mmeagree, umefanya event yako, umeenda umeua nini, umefanya kila kitu, imeenda smart. Unaenda kutafuta pale client anakuambia, ngoja kiasi, si wacha nikuone in the next like 30 minutes. 30 minutes maybe kama ni wedo ameingia kwa gari, shup, ameenda. So hizo ndo baadhi ya challenges. And also challenge nyingine ni unapata enye tulikuwa nayo, and ndio tunajaribu kuikaba as we have an MC association in Nakuru. Ni charges. Because unapata tumeka a certain standard charge, mtu afai apite hapo, but unapata kukuna wengine wanaenda chini, way below. So unapata sometimes wakati umepeana quotation yako, yeye amepeana, unaona client mwingine anaona afadhali huwa chini. Yes. So hiyo ni kind of challenge ambayo nini. Yes. So maybe kukabiliana na hii challenge sana ya hiyo ya
your charges, how do you cope up with it? First of all, make sure kuko na association yetu ya MCs ambayo tuko 11 members. 11 members ambapo sisi all of us to make a standard charge. Hapo haufai upite in any kind of event. So charge kwanza first of all ina depend na kind the event itself. Kuko na wedding, corporate, kuko na other social gatherings. So zote tumeka standard charge yake. So ukitaka kupiga juu some clients wengine unawagonga, hiyo hata uofai uhurumie. Hapo unagonga kugonga. So ina depend na wewe, umeona. And something else, if you know your worth, brand yako. Mimi kama sasa Mc Meso huwa naambia mse, mtu anakukol, Meso ni aje, kuko hivi na hivi na hivi, unamwambia yenyewe hiyo kind of job yenyewe mimi siwezi fanya, but I can refer you to some. Ukinow your brand, then inakuwa easy kwako. So hata birthday huwa unafanya wewe binafsi? Birthday yangu mimi celebrate ama kwa MC birthdays kwa MC birthdays. Yes, huwa na MC. Mimi ni na cut across. Yes. Okay. Cut across. Either ni burial nini, mimi bora pesa inapatikana. I'm there. I'm there for the money. Okay. Yes, I'm there for the money. For the money. Yes. Yeah. So maybe kwa hiyo field ya MC. Sasa umesema that's your full time job ama part time ama? Imekuwa full time job yangu ambayo ndo inanilipia rent nini kila kitu. But nilikuja tena nikaingia kwa radio. Yes, nikaingia kwa radio. Actually radio was my first love. Okay. Niko kitu since nikiwa mless nilikuwa like I want sauti yangu ikuwe tu pahali tu either kwa TV ama kwa radio. Which ikakuja ikakuwa fulfilled in the year 20 before tuende huko. Okay. Before tuende huko. Kuna ile wakati mwingine unajua binadamu ni binadamu. Unapata kwamba kuna wale kulingana na kazi unafanya ama place huko wanakuonea manze huyu jamaa ako sawa. Naongelelea kuhusu warembo. Kuna wale warembo ama client hata yule mwenye umemfanyia kazi and then anakuja kwa njia mkato, anataka maybe kitu kama kimapenzi hivi, vitu kama hizo. My experience challenge kama hiyo. Manzi unaniweka kwa spotlight. Ni kama iko mingi. Unaniweka kwa spotlight. Viewers discretion. Anyway, kila job inakuwa na challenge yake. Cause tumepatana na vitu kama hizo. But first of all, unajua kazi ya MC tuko kwa the entertainment industry. Na entertainment industry iko na vitu zake mingi. Challenges ni mingi, unapatana na warembo manzi, unakaa hivi umeshika microphone, unapeana pale nini, una run program alafu unaona kamrembo, uko like okay. Lakini you don't divert from there. Umeona cause kiini chake ni as in deliver kwanza. Fanya job yako, mengine atakuja. Na ukipatana na vitu kama hizo ati dema anakukujia ama certain lady anakukujia like ni venye wewe unajichukulia. Umeona, ukikuwa na standard zako, ukiwa na aim yako, ukiona first of all demo anakuja sasa ulifanya job poa nini, unamwambia thank you so much. From there alafu tena anaanza sijui umeamuka aje, sijui unalenga hapo, unamtext unanipea job lini. Unaona anaachana na wewe. Yes, anaachana na wewe. So that's your tactic ya kuhepa hiyo. Unamwambia next job unanipea lini, hivyo tu. Lakini kuna wale hakuna wale wanajisukuma sana no comment. Lakini no comment. Sio ati no comment but kuko but it depend na wewe venye. Yes. So kuna ile time umeshika mic vile umesema hivyo and then unashtukia umeona mrembo pale and then mistari zikapotea nikiingia mimi nikishika microphone hivi as in everything else inaenda nyuma. Nina focus na job. Kama ni wedding nimekuja ama it's just a corporate function, mimi my aim first of all ni ku job. That is my number one agenda. Yes. Okay. So kwa hiyo challenge ya
when your first day very fast kushika mic na kuanza kukua MC? How was the experience? We. Experience yangu ya kwanza, nilishika hivi microphone, nilianza kusweat, mkono ilikuwa inajaa jasho, kuenda kufungua hivi mdomo, lips zimekauka, throat yote, yani unameza, alafu sasa I remember nilikuwa mbele ya uzuri, nilikuwa mbele ya watu wenye nawajua. Umeona, some friends of mine wenye tunashiriki nao church nini hivyo, so bishti yangu tu ndo alinotice. Mwenye alikuwa anakujua mwenye alikuwa ananijua alianza kucheka. Kuna time mstari zimepotea. So you can imagine umeshika microphone, unajua ukisimama mbele ya watu all attention inakuja kwako. So ni mimi hapa nimesweat, lips zimekauka, throat ndio imekauka, unameza mate hata ifiki hata kwa throat, imeishia kwa ulimi, umeona. But I managed. Beshte yangu alianza kucheka, tukaanza kucheka sisi wote. So kwa hiyo process for how long uliona kwamba I'm now comfortable, hata kama ni president ako mbele yangu I'm okay? After how many events hivi? After how many events? Okay, siwezi hesabu, but confidence ilienda kubuild each day nikifanya event hivyo tu, nikajipata tu like vitu zina flow tu. Yes, vitu tu zina flow. So siwezi sema after a number of events no, but unajua watu wanasema hata sasa nikienda event it's my learning, nina learn something, umeona. So confidence inaenda ikijibuild tu. Inaenda ikijibuild. Okay. Umeongelelea kuhusu hiyo ukishika mic, the first experience vile ilikuwa na vile experience yako zilijijenga, si ndio, na confidence. So kuna wale kijana pale home anataka aanze hii kitu, ama mwenye anakutana na hii video anataka aanze hii kitu, and then his fear ni hiyo kushika mic na kutetemeka na labda mistari kupotea. What's your take on that, ama unaweza advise afanye? Okay, najua itaweza sound cliche, but first of all there is inakuwa one step at a time. Umeona, kama unataka ku venture into a field of MCing nini hivyo, first of all usiingie tu hivyo tu fwa. Nowadays kuko na a lot of materials ambayo utaweza pata. Kuko na Google hawa au ma public speakers, YouTube pale, umeona. Kwanza patana na hii Love of Theo, samahani. Learn those things, umeona. Usiende tu hivyo tu. Unajua watu wanataka like manzi nimeona Meso wa KMC, nataka kuwa kama Meso even more, nataka kupewa microphone. Tumepitia mengi ndo tukaweza kufika hapa, and still bado hatujafika. Bado the journey is still continuing, umeona. So all I can urge to the youths out there, first of all, materials ziko all over Google, YouTube. Kuja tafuta Mc Meso ama tafuta any other MC, umwambie mimi nataka kulearn this craft, umeona. We will show you the way. Kuna wale wenye wanasema kama wewe saizi Meso, eti kwanza do you allow room mtu akuje kama nyuma yako? Kuna ile inaitwa kufungua mic, ama at some events anakusaidia as he learns or she learns slowly. Alafu inaitwaje, akilearn pole. Is there a room especially for you? Is there a room, achana wewe wale wengine? Is there a room for you mwenye unasema kuja tutembe? There is. But sasa okay, those ones wenye wanataka kufika, kwa mfano umesema tuko na event, alafu ikifika kwa event unataka maybe unampatia, umemwambia manze badala ya shika transport ndo hii, but wengine wanataka wanataka tu kushushuma mara moja, waanze tu juu na kuanza ku hold event. Lazima ukue na lazima ulearn, umeona. Ni kama venye hatukujipata tukiwa tumefika tu secondary. Tulianzia huko nursery, tukaenda primary, tukakuja secondary, na sasa ukipita secondary unaenda college ama campo. In every job, haswa kwa when it comes to arts. Arts you just don't wake up today. Alafu lazima usharpen your craft, umeona. So mimi huambia msee mwenye
anataka kulearn, we tembea na mimi. Umeona, I'm not going to give you the mic on that first day. Umeona, tembea na mimi, tuende na wewe. Kama tumeenda maybe a corporate, wewe kaa pale, learn. Umeona, the second kama tumeenda na wewe wedding, learn. Umeona, na wakati nitaona enyewe huyu nimeona yes, sasa nitakupea. Umeona, maybe kama ni ile ku bring the meeting into order, I'm going to give you that. From there, just hiyo two part two, and then mimi nichukue. Yes. Waka sometimes yenye. Yes, sasa nakwambia ni confidence. Umeona, ni confidence, na ukifanya event hii ya leo sio venye utafanya hiyo nyingine. Yes. Yeah. Okay.